mtu aliniambia funjika mguu na nikafunjika. Ati funjika mguu? Mlikosana tu kama watu? Hapana. Mimi nilikuwa nimesimama kwa shamba na yeye amesimama kwake, akaniambia shamba yako ama ya kwenu, kwa sababu wewe bado shamba ya kwetu. Wewe ni mdogo na yeye amesimama ya kwao. Kulikuwa na ubishi wa mashamba? Mimi nilikuwa tu nakuja kuangalia venye basi tu simeendelea. Na nikipita hapa akaniuliza unapita hapa kufanya nini? Mimi nikamwambia na sijapita kwenu, waniuliza nini? Hivyo tu. Akaniambia venye unaongelelea hapo utakufa bila kukanyanga hapo, na kutoka hiyo siku sijakanyanga. Na ukakwambia ufunjike mguu? Na nilifunjika mara 2, sasa nimewekwa chuma. Ulifunjikia hapo hapo ama? Nilienda nikamaliza wiki 2. Alafu ukaendaje, ulifunjikaje? Alafu nikaenda tu nikasimama mahali kama hapo, nikaingia kwa shimo. Kashimo ilikuwa imependwa mkarabia hapo chini. Mguu ikafunjika? Ukaenda ukatibiwa? Nikaenda nikatibiwa, ikasimama mpaka nini ikiwa ilivyo simamisha ikiwa kombo, nikaenda nikapatana na mtu mwingine akanirusha mahali kama hapo, ikavunjika tena, ikatoa mpupa nje. Christine. Sasa ilikuwa after how long? Ni kwa muda kama mgapi? Alipo tu niambia hivyo ilienda hivyo. After 2 weeks. Accident ya kwanza na ya pili? Ya pili nilichukua muda kama miaka 1.5 hivi nikapona. Ile neno likawa bado liko kwa hanga. Na huko enda kumuuliza? Hata leo? Hata leo. Na bado ni jirani wenu? Na bado ni jirani kwetu. Na huko enda kwa uganga? Na siku kwa hiyo shamba kutoka hiyo siku mpaka aliwaambia hautawahi kanyanga. Na shamba ni yenu, ni ya baba yako ama? Ni ya mama. Ni ya mama. Hujawahi ukarudi hapo? Siku hata. Alisema tu umemuongelesha vibaya. Mimi nilisimama kwetu na yeye ako kwao. Akaniuliza unafanya nini hapa? Anauliza sijasimama kwenu, unaniuliza. Akaniambia venye unaongea hapo utakufa bila kukanyanga hapo. Kutoka hapo leo nafanywa operation na hivi nakulwa na nini hapa, hata sina raha kwa maisha yangu. Wewe umeokoka? Vile umejibu hujaokoka vizuri. Kristo wewe niambie vizuri, mimi ni baba. Umeokoka ile ya ukweli? Mimi naendanga kanisa. Mimi nasikia roho yangu tu inampenda Yesu, sijui nimeokoka ama sijaokoka, nimechanganikiwa. Si upigie kama mtoto makofi, maana yeye hataki kukudanganya sana. Bwana asifiwe sana. Lakini nitakuombea uokoke vizuri. Kwenu ni wapi? Sina mama, niko na sister yangu. Kwenu ni wapi? Mama wangu ako nyumbani Ushago Mananja. Mama chako pande za Mwea. Sasa ni kama miaka gapi tangu huyo mtu akwambie hivi? Kutoka 2022, 2023, 2024 ndo nimepona. Bado mwezi wa 5. Na lakini uendi huko tena? 2023 ndio nimeekwa hiyo chuma. 2023 mwezi wa 5. Na mamako alikupeleka kwa uganga? Hakunipeleka. Alikupeleka wapi? Mimi ndio najipelekanga. Na sasa mganga naye alikuganga aje? Mganga tu akienda tu niambia tu maneno ya kinyumbani hivi, mimi nampea pesa naenda. Na hujasaidika? Na hapa umekuja mara ngapi? Hapa tu ni siku ya kwanza. Wewe ujuangi musili? Ujuangi musili? Mimi ndio musili. Mimi sijuangi, nimefanya kuletwa. Basi sema atasaidika leo. Katika jina la Yesu. You look at the story like that. Unaona kwamba ni maneno alitamka mtu muofu. Maana yeye ni mtoto, pengine hasijue hawa wazazi wanaitanisha nini. Lakini pamoja na yale maneno aliyoyatamka, utawahi kanyanga hapo. Sasa yale maneno yanakuja katika maisha yake, imemfunja mguu. Na kukaa mguu kapona ukafunjika tena. Sema amen. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Sema neno lolote. Neno lolote. Walionizungumza. I cancel. In Jesus' name. In Jesus' name.
Kwa majina mimi naitwa Esther. For example, hiyo yenye apostle unasema ni ukweli. Hata mimi imenifanyikia. Ulifanyikia nini? Kuna wakati penye nimeolewa, sister in-law wangu alikuwa mgonjwa. Alikuwa na kanza huko Kenyatta. Sasa tulikuwa tunaenda kumuona juu alikuwa kwa hali mbaya, alikuwa amefika mahali penye anafungwa pambas kama mtoto. Sasa tukaenda tukapatana na mother in-law. Mother in-law hiyo time alikuwa anaenda kwake kulala kwa watoto wachukuu wake. Sasa huyo mama mwenye alikuwa mgonjwa, mother in-law alikuwa analala huko, alafu anaamka anakuja na msichana wake mkubwa. Sasa kuna time yenye nilienda huko kumuona, hiyo time nilikuwa na duka. Sasa alikuwa na duka. Akaniomba pesa akule nini? Sijui akunywe soda, akaniambia nimpe pesa. Yenyewe sikuwa nayo juu biashara ilikuwa chini, na hiyo siku nilienda kama sijapepa hata 50 bob, nilikuwa nimeenda tu nimebeba fare peke yake. Nikamwambia mama sina. Unajua kutoka hapo aliniambia nini? Hautawahi shika pesa. Hakuna pesa yenye ukipata iende tu na upepo. Na kweli hiyo duka nilifunga. Mother in law. Sasa hata nilikuwa nimepromisiwa darling eti nitaingia. Nilikuwa nimepromisiwa kazi. Juu mara ya kwanza nikijua hii madhabahu, hapo ndio nilibarikiwa, nikaenda Sana Angels, nikafanya kutoka 2015 nilipojua hii madhabahu. Sasa kutoka hapo vile corona iliingia, nikarudi kwa nyumba kujifungua 2019 Oktoba. Sasa kutoka hapo sikufanikiwa kurudi Angels. Sasa vile nilikuja kujifungua mtoto wangu wa pili, sikuwahi rudi. Sasa nikafikiria juu nilikuwa nimejiwekea ka saving, nikifungua hii duka kazi ya mikono yangu inaweza nisaidia. Lakini sasa vile nilifungua hiyo duka, vile mother in law aliniambia hivyo, nilikuwa nauza narara na ngiri 3 baadaye. Lakini ilifika hata 100 apostle siwezi lala nayo. Nikiuza sana unastukia tu pesa hakuna, imeenda hivyo. Sasa maisha na ulieleza mzee ukamwambia mama amekasirika na mimi. Sasa nilimuelezea, sasa kulingana na vile unajua kuna sasa baba watoto wangu yeye mambo mingi alikuwa anasikiza ya mother in law. Naweza mwambia maneno na ashike. Sasa mimi nikaona sitaleta ugomvi kati ya mother in law na kijana wake, nikasema tu niliambia tu mamangu. Ukamwambia mama ameniambia hivi. Na sasa umekaa bila pesa muda gani? Kutoka last year part 1 2023. Au shiki pesa? Hata yani sishiki juu sasa sahi sina kazi. Duka ndio hii imeisha, nikipromisiwa kazi inaenda tu. You see, now mimi ninapokufundisha mambo ya ulimi, I don't know this is somebody ama huyu ni mtu aliye na authority. Mtu ako na authority ni mtu pengine ni mzazi, ama pengine hata anaweza akakuwa ni serikali, ama akakuwa ni mtu mko na ukoo. Na hiyo nilikuwa nakwambia, mtu alikuwa anaambiwa ukitamka hiyo neno tema mate chini tuila matambi. Yaani ni kwamba alimwambia na with an evil tongue. Kumbuka mstari tunasema wanatuma maneno kama mshale. Bwana akusaidie sana. Naitwa Maureen. Na wewe? Mimi nilinenewa na shosho yangu mwenye anazaa baba. Kwa anaambia babangu huyu atakukula kitu kwake. Hata anamwambia aje? Huyo hakuna siku huyo atakuja kukupea kitu, hata mali utakula. Na ndio hivyo kunaenda tu hivyo, hata kwa ndoa ni shida. Shosho anaambia baba yako ati hatawahi kuja kukula mali kwangu. Sitawahi mpea mali. Kwa sababu wewe ulilelewa na shushu. Mimi nililelewa kwa kina anko. Sasa kwa nini alikuwa anasema hivyo? Sasa kwa kina anko walinipeleka kwetu kiangu vuju, baba kwa anataka nikae na yeye. Sasa wakanipeleka kiangu vu na akatoa mali akapeana. Sasa venye alipeana, nami shosho hakuwa ananipenda mwenye anazaa baba, hakuwa ananipenda. Sasa mimi kila saa nilikuwa natoroka naenda.
wakati nimerudi ananena vibaya, kupigwa. Sasa hiyo hatukuwa tunaelewana na yeye. Na sasa hivi alikwambia ni ukweli? Ni ukweli juu sijawahi peana mali na amani. Na huyo baba mtoto mpo pamoja? Sasa hii tuko pamoja, lakini hii ni ndoa ya pili. Na hajapeleka mali? Hata hajawahi kanyaga, ni matusi tu. Sasa anatusi mahali hajui? Anasema amerokota, yani amenirokota sina wazazi. Juu hakuna mwenye anashughulika kumuuliza umekaa na msichana wetu na hata kwetu hujatembea. Anasema hivyo? Yani hajaulizwa. Hadi wazazi wake mother in law pia kunitusi matusi ile ingine yenye hata haifai. Ni kama mimi nilirokotwa tu. Sema itashindwa katika jina la Yesu Kristo. Unajua unaweza ukaona mtu ako smart lakini yale anayoyapitia ni machungu. You look at that. Mtu ako kwa ndoa lakini hata mume wake mwenyewe anamwambia wewe nilikurokota. Sasa what is that? Naitwa Mwende. Kuna wakati shushu yangu mwenye amezaa baba walikuwa wanagombana na mamangu kidogo. Sasa issue kubwa ilikuwa ni my cousin. Mamake alikuwa anaishi huko Nairobi. Alafu hiyo cousin yangu akipata mimba alikuwa anaenda kwa mamangu. Sasa akishamaliza kujifungua, after mtoto amekuwa mkubwa anarudi kwa mama yake. Sasa mamangu akauliza shushu yangu, kwa nini huyu msichana asikuwa anakaa na mama yake? Sasa hapo shushu yangu akamwambia, ikakuwa shushu yangu hataki hiyo maneno. Sasa akamwambia hata huyu Mwende hata waiolewa atazalia hapa. Sasa mimi nilikasirika nikauliza shushu, kwa nini uniongelea hivyo vibaya? Akaniambia amesema. Nikamwambia juu sisi wote ni wajukuu wako na kuna wenye unapenda na wengine upendi. I reverse it back to the center. Sasa hiyo kitu ilikuja ka happen ya kazini yangu mwenye mamake amezaliwa na huyo shushu. Alikuja akazalia hapo. Sasa mimi ilifika wakati nikaolewa, lakini kafika wakati mwingine ndo ikaisha. Sasa hivyo ndo ikawa. Yale maneno ya shushu bado iko katika anga. Okay, sawa, nitakusaidia. Unajua sasa lile neno linakuwa katika anga. Na huwa linatafuta wakati wa fulfillment. Maneno mengine inaweza ikaja ikatimia tu haraka, ingine ikakaa. Lakini sasa mtu ambaye ni righteous, mtu aliye na mamlaka ya kugeuza yale maneno, ya kuondoa ile laana, na nitaigeuza iwe baraka katika jina la Yesu Kristo.